tupende. Yeye alitupenda kwanza. Ndani ya upendo, wapendwa, kuna kutoa. Mungu aliupenda ulimwengu, ndio maana alimtoa Kristo Yesu. Hakusema tu nimeupenda ulimwengu alafu akaishia hapo. Hapana, alitupenda ndio maana kwanza akatupa dunia yote tuimiliki. Lakini alipoona tumekosea, upendo wa Mungu pia unamsukuma tena, anamtoa Kristo Yesu kwa ajili yetu. Kabla hata kumtoa Kristo Yesu, alikuwa analeta manabii. Hiyo yote ni mwanadamu tu anayempenda asipotee. Hebu imagine, hakujali kwanza huo upendo. Mungu aache uungu wake huko juu mbinguni, ashuke aje azaliwe kama sisi tunavyozaliwa, aanze kuishi maisha kama sisi tunavyoishi, apitie maumivu kama sisi tunayoyapitia. Alafu maumivu yake ni mara mbili, kwa sababu alikuwa amegongelewa misumari, asiyekuwa na hatia. Hiyo yote ni kwa sababu ya nani? Kunitafuta mimi, kukutafuta wewe. Amekubali kudharauliwa, amekubali kutemewa mate, amekubali kuvuliwa nguo, amekubali kupigwa mijeledi. Hiyo yote ni kwa sababu ya mwanadamu. Upendo. Mungu alitupenda, akamtoa Kristo Yesu. Na Kristo Yesu alikubali, akasulubiwa, akapigwa. Ule ni upendo wake kwa wanadamu. Na sisi sasa tujali ule upendo, tuthamini ule upendo. Yaani tumwonyeshe Yesu na kupenda. Mungu ndivyo anataka sisi. Yaani muonyeshe Yesu na kupenda. Sina, lakini nitafanya kwa ajili ya Bwana. Yaani tufanye kwa ajili ya Mungu. Chochote unachofanya, fanya kwa ajili ya Bwana. Kama kuomba, wewe ombea kanisa, usichoke, usikate tamaa. Kama ni kufanya kazi ndani ya nyumba ya Mungu, fanya ukijua kwamba unamfanyia Mungu aliye hai. Upendo unamsukuma mtu afanye kwa ajili ya Mungu wake. Mtu anakuwa na wivu na kazi ya Mungu. Kwa nini hicho hakijakaa sawa? Kwa nini kupo hivi? Kwa nini hapa hakupo hivi, kusiwe hivi? Mtu anaumia yeye mwenyewe.